Unajua, kuna ndoa zinavunjika, sio kwa sababu ya usaliti, bali kwa sababu ya maneno yasiyoisha. Ndoa yangu ina miezi 6 tu, lakini ukweli ni kwamba nimemchoka mke wangu. Mimi ni mfanyakazi wa benki. Kazi yangu ina presha kubwa sana. Kuna siku natoka kazini saa 2 usiku na kuna siku mpaka saa 4. Kila nikirudi nyumbani, ninachohitaji ni utulivu kidogo tu, dakika chache nipumue. Lakini kwa mke wangu, utulivu huo haupo. Yeye ni mfanyakazi wa serikali. Muda mwingi anakuwa na nafasi, na kila dakika anahitaji attention yangu. Nikionekana online, ananiandikia meseji. Nisipomjibu haraka, anatuma nyingine na nyingine. Mpaka anapiga simu, na nisipopokea, anatuma meseji nyingi za kulalamika. Anasema ninamdharau, anasema simpendi, wakati mimi niko kazini, najaribu kujenga maisha yetu. Shida kubwa zaidi huanzia pale ninaporudi nyumbani. Ninakuwa nimechoka, kichwa kimejaa mawazo, lakini yeye anaanza kulalamika. Anaongea sana. Kila siku ni malalamiko yale yale. Nilijaribu kumwelewesha kwa upole, lakini kwake kila kitu kina maana moja tu, kwamba simpendi. Nilikuwa nakunywa pombe, lakini kwa kiasi. Lakini sasa kila nikitoka kazini napitia kwanza sehemu na kunywa, ili nikirudi nyumbani niwe nimechoka au nimezima, nisisikie maneno yale. Naumia kwa sababu najua hii siyo suluhisho. Naona kabisa inaanza kuniharibia kazi yangu. Ninaamka nimechoka, akili haiko sawa, lakini bado sitaki kuchepuka wala sitaki kumwacha mke wangu. Nataka ndoa yangu idumu, lakini ukweli ni huu: nimechoka. Kuna siku nilikaa ofisini, nikashika simu yangu. Nikataka kumpigia, sio kupigana, bali kuongea naye kwa utulivu. Lakini nikashindwa, kwa sababu najua itaishia kuwa malalamiko tena. Sasa sijui nifanye nini. Nataka amani, lakini sipati. Nataka ndoa idumu, lakini moyo wangu umeanza kukata tamaa. Kama ungekuwa wewe, ungefanya nini?